Bwana, ni rasmi, Tanzania wanaondoshwa kwenye michuano ya AFCON mara baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa Morocco kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora, mara baada ya Tanzania kukubali kichapo cha goli 1-0. Lakini Tanzania wanaacha maswali makubwa na wanaacha gumzo kwenye michuano hiyo mara baada ya kuonyesha kiwango bora dhidi ya wenyeji Morocco. Lakini ni mchezo ambao wa Tanzania benchi la ufundi wametoka wakilaumu maamuzi ya refari wa mchezo ambayo yameonekana kuiminya Tanzania kwenye baadhi ya matukio, na hususan ikiwa ni tukio lile la mwisho la Idi Nado kusukumwa kwenye penalty area, lakini refari wa mchezo hakuweza kujishughulisha kabisa hata kwenda kucheck kwenye VAR kuona pengine kama ni tukio la penalty ama la. Sasa mara baada ya mtanange huo kutamatika, bwana kocha Miguel Gamond akizungumza mara baada ya matokeo hayo amesema, sijafurahishwa na maamuzi ya refa, ila ndio sehemu ya mchezo. Refa ameshamaliza mechi, sina cha kujibu zaidi ya kusema sijafurahishwa na maamuzi yake. Nimefurahishwa na uwezo wa wachezaji, tumecheza vizuri dhidi ya timu mwenyeji. Hiyo ni mtanange huo kutamatika, lakini pia tumeona namna ambavyo Watanzania kupitia kwenye mitandao ya kijamii wakipaza sauti na kuzungumza kwamba refari hakuwa sehemu ya mchezo. Lakini pia tumeona hata wachambuzi mara baada ya mtanange wamezungumza kwamba kuna baadhi ya matukio ambayo refari hakuweza kabisa yatendea haki, na ni kama alibezi sana kwa wenyeji Morocco. Bwana, iko hivyo licha ya kutolewa, lakini Tanzania wameonyesha kiwango bora zaidi, na unaweza ukasema ni moja kati ya jambo ambalo pengine hakuna mtu ambaye alitegemea. Bwana, timu ya taifa ya Tanzania imetupwa nje ya michuano hiyo ya kombe la mataifa Afrika AFCON kufuatia kipigo cha goli 1-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika dimba la Prince Moulay Abdelrahman mjini Rabat kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora. Morocco inatangulia robo finali ikimsubiri mshindi kati ya Afrika Kusini dhidi ya Kameruni watakaochuana kwenye mchezo mwingine wa hatua ya 16 bora. Bwana, goli la Morocco limefungwa na Brahim Diaz ambaye ni nyota wa klabu ya Real Madrid na amefunga goli dakika ya 63 ya mchezo. Lakini mwamuzi Babou Traore kutoka Mali bwana amekosesha Tanzania ama Taifa Stars fursa ya kupata bao la kusawazisha kupitia mkwaju wa penati baada ya kumeza firimbi pale ilipobidi kutoa adhabu baada ya mshambuliaji wa Stars Idi Suleiman Nado kusukumwa ndani ya boksi la Morocco dakika za jioni kabisa, wakati wenyeji hao wakiwa mbele ya goli 1-0. Bwana, licha ya shinikizo kutoka kwa wachezaji na benchi la ufundi la Taifa Stars wakimtaka refa huyo akaangalie tukio ile kwenye VAR, lakini mwamuzi Bubu aliendelea kuwa bubu na kuendeleza mchezo huo uliomalizika kwa Stars kutolewa isivyo haki. Bwana, tukio lile duniani kote ni tuta la wazi kabisa, lakini Babou Traore aliamua kulifumbia macho tena mbele ya rais wa CAF Patrice Motsepe na rais wa FIFA Gianni Infantino waliokuwepo katika dimba la Prince Moulay Abdelrahman mjini Rabat kushuhudia mtanange huo. Bwana, ni moja kati ya mchezo ambao of course kwa wale ambao wameutazama umeacha maswali mengi sana kwa maamuzi ambayo yalikuwa yakitolewa na refari wa mchezo huo. Lakini iko hivyo, Taifa Stars wanaondoshwa sasa na wanarejea nchini andaa pengine na michuano mingine ikiwemo ile ya AFCON 2027, lakini pia na michezo mingine ambayo itakuwa iko mbele ya timu hiyo. Kwa hiyo iko hivyo, Taifa Stars bwana wameondoshwa kwenye michuano hiyo, lakini si kinyonge, si vile ambavyo pengine wengi walitaraji kwamba pengine Tanzania angeondoka pengine kwa kipigo kikubwa sana kutoka kwa wenyeji Morocco, kutokana na kuwa na wachezaji wakubwa kama kina Eric Habi, kina Ernest, lakini pia kina
Ashraf Hakim, Ibrahim Diaz na wengine wengi, lakini bado Tanzania walionyesha kiwango bora na walionyesha mchezo mkubwa ambao pengine wengi walishangazwa na kiwango cha timu ya taifa ya Tanzania. Lakini iko hivyo, Tanzania bwana wanaondoshwa na wanarejea sasa nchini, lakini kongole kwa Tanzania ambao wameonyesha kiwango bora, lakini tumeona baadhi ya nyota kina Simon Happy, Godwin Msuva, kina Novatus Miroshi, Dickson Jobu, Ibrahim Baka, kina Mohamed Hussein Shabalala na wengine wengi bwana, kwa kuonyesha kiwango bora kabisa bwana. Mpira unapaswa kuchezwa kwa haki, wazi na usawa, si kwa maamuzi yanayoacha maswali na kuharibu heshima ya mchezo. Wachezaji wetu walipambana kwa moyo wote bwana. Haki imekosekana, lakini heshima ya Taifa Stars inabaki pale pale. Heshima kwa wachezaji imebaki pale pale. Asanteni sana makamanda wetu, tukutane AFCON 2027 tukiwa sisi ndio wenyeji. Tunafahamu kwamba AFCON ya 2027 Tanzania na Uganda ndio ambao watakuwa wenyeji. Sasa nimepita kwenye ukurasa wa Jemedari Saidi, moja kati ya wachambuzi hapa nchini, naye pia ameposti picha ya mwamuzi Traore akitokwa na povu kweli. Anasema pumbavu kabisa huyu refa, kama mashindano yenu mnakuwa mshapanga mshindi, si mpe kikombe na nonsense huyu refa. Sawa bwana, ametokwa na povu. Jemedari Saidi kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram akimzungumza refari ambaye amechezesha mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco na kuonyesha masikitiko yake makubwa kwa Tanzania kunyimwa penalti dakika za jioni, Idi Suleiman Nado akiangushwa kwenye eneo la hatari la 18 bwana. Sawa, hatuna budi kukubaliana na matokeo ambayo yametokea, lakini kongole sana kwa timu ya taifa ya Tanzania bwana. Kupita kwenye mitandao huko bwana, Babu Traore ametrend, refa ambaye amechezesha mchezo huo wa Tanzania dhidi ya Morocco, na ametrend kwa kupostiwa na wengi wakitoa povu na wakimtukana kwa kile ambacho amekifanya kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco. Bwana, ni jambo la kusikitisha, lakini heshima kwa wapambanaji Tanzania ambao wameonyesha mchezo bora, mchezo ambao kikweli hakuna mtu ambaye alitaraji kuona kwamba Tanzania wangeweza kuonyesha kiwango bora kama ambavyo amekionyesha. Kwa hiyo iko hivyo, kubwa zaidi tuna subiri kuwapokea wapambanaji pindi ambapo watakaporejea wakitokea huko nchini Morocco. Tunafahamu kwamba Watanzania watajitokeza kwa wengi kuwalaki na kuwapokea wapambanaji ambao wamefanya makubwa. Hakuna aliyetaraji kuiona Tanzania ikitinga hatua ya 16 bora kwa maana ya hatua ya mtoano. Hakuna aliyetaraji kama Tanzania wangeweza kuonyesha kiwango bora dhidi ya Morocco, mchezo ambao umetamatika kwa Tanzania kwa kupoteza goli 1-0, lakini kiwango bora zaidi, kiwango